Katika siku za hivi karibuni, hali ya kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati imezua mjadala mkubwa duniani baada ya Marekani kuanzisha mashambulizi dhidi ya Irani. Kadri siku zinavyopita tangu mashambulizi hayo kuanza, wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa wanaanza kuhoji kama makadirio yaliyofanywa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu matokeo ya vita hivyo yalikuwa sahihi. You have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Wiki chache baada ya mashambulizi hayo, dalili kadhaa zimeanza kuonekana ambazo zinaonyesha kuwa mambo hayakwenda kama ilivyotarajiwa hapo mwanzoni. Moja ya athari kubwa iliyoanza kuonekana ni kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Irani iko karibu na njia muhimu ya bahari inayojulikana kama Strait of Hormuz, ambayo ni mlango muhimu wa usafirishaji wa mafuta ulimwenguni. Sehemu kubwa ya mafuta inayosafirishwa kimataifa hupita katika eneo hilo, na kila mara kunapotokea mvutano wa kijeshi karibu na njia hiyo, soko la mafuta duniani huanza kuyumba. Hofu ya Irani kuweza kuathiri au hata kufunga njia hiyo ya bahari imeanza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta pamoja na gesi katika masoko ya kimataifa. Hali hiyo si tu inaathiri uchumi wa nchi nyingi, bali pia inaongeza mapato kwa mataifa yanayouza nishati kwa kiwango kikubwa ikiwemo Urusi. Kupanda kwa bei ya mafuta kunamaanisha Urusi inaweza kupata mapato zaidi kutokana na mauzo ya nishati, jambo ambalo linaweza kuisaidia kuimarisha uchumi wake wakati bado inaendelea na vita dhidi ya Ukraine. Wakati huo, maswali pia yameanza kuibuka kuhusu sababu halisi ya kuendelea kwa vita hiyo dhidi ya Iran. Baada ya siku kadhaa za mashambulizi, bado haijaonekana wazi ni nini hasa kinachotarajiwa kupatikana kupitia operation hiyo ya kijeshi. Hata msimamo wa Marekani unaonekana kubadilika. And stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Awali kulikuwa na kauli kali kwamba Marekani inaweza kuendesha operesheni hiyo bila msaada wa washirika wake, lakini sasa kuna ishara kwamba mataifa mengine yanaombwa kushiriki kwa kutuma meli za kijeshi katika eneo hilo ili kusaidia kulinda usafirishaji wa mafuta na kuimarisha usalama wa bahari. Sababu nyingine iliyotajwa hapo mwanzoni mwa mgogoro huo ilikuwa ni hofu kwamba Iran inaweza kuwa inakaribia kumiliki silaha za nyuklia. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi wa wazi uliothibitisha kuwa Iran ilikuwa karibu kumiliki silaha hizo, jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa kuhusu kama mashambulizi hayo yalikuwa ya lazima. Pamoja na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran, dalili pia zinaonyesha kuwa utawala wa Tehran bado unaonekana kuwa imara kisiasa kuliko ilivyozaniwa hapo awali. Kiongozi mkuu wa sasa Mojtaba Khamenei bado anaendelea kushikilia mamlaka na mfumo wa utawala nchini humo haujaonyesha dalili za kuporomoka haraka kama ilivyotarajiwa na baadhi ya wachambuzi wa kisiasa. Katika upande mwingine wa eneo hilo la Mashariki ya Kati, mvutano pia umeanza kuongezeka katika maeneo ya Lebanoni, ambapo Israeli imetoa onyo kali dhidi ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Israeli imeonya kuwa miundombinu inayodaiwa kutumiwa na kundi hilo inaweza kushambuliwa iwapo halitasalimisha silaha zake. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanaonya kuwa hatua kama hiyo inaweza kusababisha mgogoro mpya katika eneo ambalo tayari limeathiriwa na vita na migogoro kwa muda mrefu. Kwa miaka mingi, Hezbollah limekuwa na ushawishi mkubwa nchini Lebanoni na limekuwa likijiona kama nguvu ya kujilinda dhidi ya Israel. Kutokana na historia hiyo ndefu ya migogoro katika eneo hilo, jaribio la kulazimisha kundi hilo kujisalimisha kwa nguvu linaweza kuongeza mvutano na kuleta mgogoro mkubwa zaidi.
Kwa ujumla, hali ya Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete na yenye hatari ya kuenea zaidi. Mashambulizi dhidi ya Irani yameanza kuonyesha athari kadhaa ambazo hazikutegemewa hapo awali, ikiwemo kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kuimarika kwa mapato ya baadhi ya mataifa kama Urusi, pamoja na kuongezeka kwa mvutano katika nchi zilizojirani. Your only chance for generations. For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. Sasa macho ya dunia yanaelekezwa katika kile kinachofuata, huku swali kubwa likibaki: je, mgogoro huu utaishia hapa? Utafungua kurasa mpya wa vita katika eneo la Mashariki ya Kati? Mpaka hapa anapofikia tamati, ni kusihi endelea kusalia nasi kupitia Koplo Media. Kama ni mara yako ya kwanza kuambatana nasi, basi ni kuombe subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.